Kama umebahatika kusikia sauti hii sasa hivi, basi usiscroll, usiondoke wala usibofye kitufe chochote kile, kwa sababu hadithi hii utakayoisikia ilisimuliwa kwa mara ya kwanza usiku ambao mwezi haukutoa mwanga. Ni hadithi ya kijiji kilicholindwa na ahadi za mizimu ya kale, ngoma zilizopigwa bila mikono, na mtu mmoja aliyeona kile ambacho macho ya binadamu hayakupaswa kuyaona. Wazee walinyamaza na moto ukazimika ghafla, na tangu siku hiyo jina lake halikutamkwa tena. Kaa hapa na sikiliza kwa makini, kwa sababu kuna usemi mmoja katika hadithi za Kiafrika: anayesikia bila tahadhari huwa ndiye mhusika anayefuata. Naam, nilikuwa tayari nimekufa. Ndivyo nilivyohisi pale niliposimama katikati ya uwanja wa mti wa mbuyu, nikizungukwa na wazee 7 wa kijiji chetu, wote wakiwa wamekaa kimya, macho yao yamenitazama kana kwamba wanapima uzito wa roho yangu. Moto ulikuwa unawaka polepole katikati, moshi wake ukipanda juu kama ujumbe unaotumwa kwa mizimu. Ndipo mzee wa mlango akasema kwa sauti ya chini lakini nzito, umeona yale ambayo hukupaswa kuyaona. Sasa lazima ufanye maamuzi. Siku chache kabla ya tukio hilo, kijiji chetu cha Mawere kilikuwa cha kawaida kabisa. Tuliamka asubuhi, tukachunga mifugo, tukalima mashamba, tukacheka, tukasali na usiku tukalala bila hofu. Lakini kulikuwa na jambo moja ambalo tangu utotoni tulifundishwa. Mara nyingi wazee wetu walituasa, usitoke nje usiku wa manane, hasa ukisikia ngoma bila wapiga ngoma. Hakuna aliyewahi kuhoji hili wala kuniambia ni kwa nini, na mimi kama vijana wengi nilidhani ni hadithi tu za kuwatisha watoto mpaka usiku huu. Usiku ule nilichelewa kurudi nyumbani. Nilikuwa nimetoka kumtembelea mjomba wangu kijiji cha jirani. Mwezi ulikuwa umejaa na njia ilikuwa wazi. Nilipofika karibu na ule mbuyu wa zamani, nilisikia kitu kilichonifanya nisimame ghafla. Zilikuwa ni sauti za ngoma, sauti ya ngoma nzito na ya polepole, ikipigwa kwa mpangilio wa ajabu, lakini hapakuwa na mtu. Nilitazama kushoto, kulia, mbele na nyuma, lakini sikuona chochote, hata kivuli cha binadamu. Ndipo nikakumbuka onyo la wazee. Moyo ulinidunda haraka sana. Nilitaka kukimbia, lakini miguu ikagoma, na hapo ndipo niliona kitu cha ajabu. Kutoka kwenye kivuli cha ule mbuyu alitokea mzee mmoja mrefu kupita kawaida, akiwa amevaa ngozi ya wanyama. Uso wake umejaa mistari ya ajabu kana kwamba haukuwa wa dunia hii. Mikono yake ilishika fimbo iliyochongwa alama za kale. Alinitazama machoni bila kusema neno. Ngoma zikaacha ghafla, ukimya ukatawala. Ndipo akaamua kusema, umeniona, hivyo basi umeteuliwa. Nilitaka kuuliza maswali, lakini sauti ilinikata. Usiongee, fuata maelekezo. Kwa hofu na mshangao nilifuata. Tulitembea hadi sehemu ambayo sikuwahi kufika maishani mwangu, ingawa ilikuwa katikati ya kijiji chetu. Kulikuwa na mlango wa mawe mkubwa uliofichwa chini ya mizizi ya mbuyu. Hapo ndipo niligundua ukweli, kijiji chetu hakikuwa cha kawaida. Mzee yule aliniambia kuwa kila kizazi kinachaguliwa shahidi mmoja, mtu wa kuona, kusikia na kubeba siri. Je, ni siri gani hiyo? Mzee yule aliniambia kwamba kijiji chetu kinalindwa na maagano ya kale kati ya wanadamu na mizimu ya ardhi, na maagano hayo yanahitaji macho ya binadamu kuyaona ili yasivunjwe. Lakini kulikuwa kuna masharti. Shahidi akishachaguliwa alikuwa hawezi kusimulia kwa yeyote yule bila ruhusa, lakini pia hawezi kuondoka kijijini pale milele, na kama ikitokea kikiuka, basi kijiji chote kitaangamia. Nilikuwa natetemeka sana. Nilimuuliza kwa mara ya kwanza kwa sauti ya hofu, na kama nikikataa itakuwaje? Mzee wa mlango akatabasamu kwa huzuni, kisha akanambia, basi hutokumbuka chochote, lakini hutakuwa hai tena kama ulivyokuwa. Ndipo ghafla wazee 7 walitokea kama walivyokuwa usiku ule wa mbuyu. Hawakutokea kwa kutembea, walitokea kana kwamba walikuwa tayari wamesimama pale, lakini macho yangu ndiyo yalikuwa yamefunguliwa kuwaona. Walivaa mavazi meupe yaliyokuwa yamechakaa na umri, kila mmoja akiwa na ishara tofauti ya kikabila usoni, alama ambazo sikuwahi kuziona kwa mtu yoyote kijijini mwetu. Miguu yao haikugusa ardhi kikamilifu, ilikuwa kana kwamba ardhi yenyewe ndiyo iliyokuwa imewabeba.
Moto ukawaka kwa nguvu zaidi, kisha ukatulia ghafla. Ndipo mzee aliyeniongoza yule wa mlango akapiga fimbo yake chini mara moja. Sauti ile haikusikika masikioni tu, iliingia moja kwa moja moyoni. Mzee mmoja kati ya wale 7 akasema, sauti yake ikiwa kama ya watu wengi kwa wakati mmoja, huyu ameona. Mwingine akaongeza, amesikia. Na watatu akasema, na bado hajachagua. Yule mzee alianza kusisitiza nifanye machaguo kabla sijachelewa. Ilikuwa maamuzi ya lazima, kama nimekubali kubeba agano lile na kutunza siri ile ya kijiji ama nikatae. Moyo wangu ulisita sana kufanya maamuzi, bila kujua nilikuwa nahesabiwa muda. Ndipo wale wazee 7 wakanyanyuka kwa wakati mmoja, lakini safari hii hawakunigeukia kwa macho ya kuchagua, walinitazama kwa macho ya kuniaga. Mzee wa mlango akainua fimbo yake, lakini kabla hajagusa ardhi, mmoja wa wazee akasema kwa sauti iliyokuwa kama upepo wa makaburini, amechelewa. Nilishtuka sana, nikajaribu kuzungumza, lakini sauti ikanikataa kabisa. Midomo ilifunguka, lakini hakuna neno lililotoka. Moto ukaanza kutoa moshi mweusi badala ya mwanga. Ndipo akaniambia ukweli ambao haujawahi kusemwa kwa shahidi yeyote kabla yangu, kwamba kila kizazi hupaswa kutoa shahidi mmoja, lakini kizazi changu kilikuwa kimekiuka ahadi ya kale. Mmoja wa wazee aliwahi kusimulia siri kwa mtu ambaye hakupaswa kusikia, na mizimu huwa haisahau wala haifuti, bali huwa inadai. Mzee wa mlango akasema kwa sauti nzito na ya hukumu, kumbukumbu haitoshi tena, sasa inahitaji mwili. Ndipo nikagundua kuwa sikuwa nimechaguliwa kuishi, nilikuwa nimechaguliwa kubaki. Pale pale ardhi chini ya miguu yangu ikaanza kupasuka polepole. Mizizi ya mbuyu ikajizungusha kama nyoka, ikinishika miguu, mikono na kifua. Nililia sana kwa uchungu, lakini hakuna aliyejibu. Wazee 7 hawakunisaidia, walipiga magoti, kwa sababu hata wao walikuwa wamechelewa. Nilipohisi pumzi yangu ya mwisho, mzee wa mlango akaniangalia kwa huzuni na kusema, usiogope, hautakufa, utakuwa kumbukumbu. Na hapo ndipo giza lilinimeza. Asubuhi ilipofika, kijiji kilikuwa kimya kuliko kawaida. Watu waliniita, sikujibu. Waliniulizia, lakini hakuna aliyenikumbuka nikiondoka usiku ule. Chini ya mbuyu kulikuwa na kitu kipya. Lilikuwa ni jiwe. Jiwe lililokuwa na umbo la mtu aliyepiga magoti. Hakuna aliyejua lilitokea wapi na ni lini lilifika pale, lakini tangu siku hiyo kijijini mambo yalibadilika. Watoto walianza kulia usiku bila sababu, ngoma zilianza kusikika hata mchana, na kila kizazi mtu mmoja alitoweka bila kuaga. Sasa nakisimulia kisa hiki si kama mtu, bali kama kivuli, kwa sababu mizimu haikuhitaji tena shahidi, ilihitaji mfano. Na kama unasikia sauti hii usiku na ukahisi baridi bila upepo, usiangalie chini ya mbuyu, kwa sababu huenda ninakusikiliza na huenda ardhi bado ina njaa. Naam, na huu ndio mwisho wa simulizi yetu yenye maonyo na mafunzo. Tafadhali kuwa karibu na chaneli hii kwa kutufollow na kusubscribe ili usipitwe na visa vya kusisimua vilivyojaa mafunzo mbalimbali ambavyo vitakufanya ujifunze mambo mapya kila siku. Asante.